Exactly. Na niliwaambia hiyo from the beginning, chunguzeni kwanzia mwenye kufanya visa ya Saudi na na mimi wakati Faith umeitwa hapa ukataja, wakati waliangalia kwa system waliona passport yake iko na visa ya Saudi. I said that thing again here. Lakini kulikuwa na watu walikuwa kwa comment wanasema huyu Shiro anaongea sana. Mimi I'm talking based on nimefollow it. No, Shiro, you have been very effective and I like it because we want to do na Shiro umeongea vizuri na ni vizuri umetuambia ni hiyo Imal Solutions na mimi nafuatilia kwa page yake muone akisema Lilian lazima atuambie Nduta alifikaje Ethiopia because anasema according to her Lilian anasema mimi huyu msichana sijui alienda kuje kuwa mikononi mwa John anaelekea Ethiopia na nikajiuliza maswali mengi. No, Nduta left Nairobi knowing that she is heading from Ethiopia to Saudi Arabia. So exactly. Every documentation for Saudi Arabia was handled by who? By Lilian. So Lilian should tell us what transpired in Ethiopia. Lilian akasema vizuri. Faith amesema she had 10 good days ati anatrainiwa caregiving. Caregiving inatrainiwanga Kenya, hata government inajua haitrainiwi Ethiopia. So this 10 days in Ethiopia ilikuwa kutafuta visa ya kwenda wapi? Laos ama Laos, hata sio Vietnam ama wherever it was. Ilikuwa ni kutafuta visa ya kwenda hiyo destination alikuwa ende ya mwisho, na ilitafutiwa Ethiopia, haikutafutiwa Kenya. Lilian kama ni yeye alihandle documentation aletwe hapa. She knows ni nini kilikula chingine. Lilian alisema kufa kuzikana, biashara lazima iendelee. Hata kama wewe itabidi ukufe, biashara iendelee. These are her words. I can draw the video of when she said that. Na Faith akasema kitu kimoja. Faith akasema wakati Nduta alitoka Ethiopia akifika Qatar alikuwa anaumwa na kichwa sana, ni kama aliindusiwa kitu ama alipewa kitu fulani, hakuwa anajielewa. Akapigia twin sister yake simu akamwambia ninaumwa na kichwa sana. Kweli ama si kweli? I wish Faith anaweza kuwa hapa juu. Nilikuwa hapa, ni kweli. Aya, nani? Goja banya. Let me say this before I drop. Get to the bottom of this matter. Start at the family level. Leo we had a discussion kwa live yangu. Tuko na wasichana wawili, tutawatuma huko, tutawatuma na kabahasha pia ka familia. They go consult the family and then they will pick the details from there. Alafu watakuja watuambie the story. We pick from there ourselves. But why, Banya, there's one thing I'm Banya, before the family coming in, first of all, because you see, there's other avenues that we can watch any kuhara show for real. No, we have social alikufa. Social alikufa. Mama yake pia ni mzee. Unamletea tunawatuma na kakitu pia. I don't even think that is appropriate. You also need to look at here. Mnaweza mkatuma watu wawili hawana ile intelligence ama I wish kama mnatuma mtu mnafaa kutuma mtu intelligent mpaka na maneno ya girls akiuliza maswali atajua anauliza nini. No, they just need to know the story. Si wanaongea na Simon Kibe, si wanaongea na kila kitu. Ya kwanza guys, mimi siwezi tetea mtu yeyote anajiita agent, because I know how my agent wanaweza fanya anything na watokea kwa media wote wateteane, like wanajua kuteteana in different ways. Kama leo huyu mwanamke anaitwa Lilian alimake video na nikaona another agent amemake video like alikuwa anamtetea but like different way. Kama like haujafikiria sana ama auelewi sana, like huwezi jua kama anatetea Lilian. And again, this one is a very sensitive matter, and if it's true ni Lilian alikuwa anaprosesia Nduta kukuja Saudi, mwishowe Nduta akajipata pale Vietnam na madawa za kulevya, then I think the family wanafaa kujua Lilian because atako kwa mitandao. Again to huyu Nduta, kwa nini aseme ni John alimpeleka, ama aseme John ndo alimtuma apeleke madawa na asemi ni Lilian?
Unaona? Again, kama unakuja Saudi Arabia, recruitment zote hufanyika Kenya. Story ya Duta wanasema mara alienda Ethiopia kakaa 10 days. Hii story ya Duta iko very complicated na iko na a lot of red flags ndani na iko na a lot of uongo ndani, because ukisikiza testimony yenye Duta amepea koti pale Vietnam na usikize vitu family wanaongea, ni two different stories. Duta yeye mwenyewe aliambia koti pale Vietnam that alitoka JKIA na ndege akaenda Addis Ababa akaenda Katari. Hizo ni ndege 3 kitambo afike Vietnam. Unaona, family wanasema alienda sijui Ethiopia. So unaona ni vitu like ni story kona uongo sana. Duta anasema Duta testimony yake kwa koti alisema yeye alikuwa amepewa bag apeleke Vietnam apeleke mwanamke, and huyo mwanamke ampe another bag arudishe Kenya. Na by the way, Duta hii deal go through, Duta alikuwa alipwe a huge amount of money. Duta sasa angekuwa millionaire kama hii deal go through, na kama sasa angemake kurudi Kenya. Like udem sasa angekuwa millionaire. Angekuwa anasikia nyama sukuma zikionja nyasi. So ni deal ilikuwa well planned. Unaona? So kwa nini if ni ukweli ni Lilian ama Lilian kuna venye connected in any way, kwa nini like aongope kusema jina ya Lilian na tunamjua na hadi tunajua ofisi yake? Kwa nini akose kusema? Kwa nini aongope kusema? Pengine Lilian alikuwa anamprocessia na aka withdraw. Unajua kuna wasichana wengine withdraw the process ya kwenda Warabuni because huwa ina delay sometimes. Maybe alikuwa anaprocessiwa na aka withdraw. Maybe. Cause mimi sioni venye the story is not adding up. Kama Duta alikuwa anafanyiwa kitu nitangwa human trafficking, kwenda kutolewa organs, tungesema ni agent. Lakini huyu dema alikuwa na madawa. Alikuwa na madawa watu wangu. Kutetea umsichana ni ngumu. Unajua hata saa hii tuko na huzuni because by the way kuna wenye wanasema Duta alisijui alisamewa. No. Story ya Duta kunyongwa imewekwa unclear. Vietnamese government wameweka hiyo story unclear. Even the president of Kenya hajui kama Duta amenyongwa ama hako. That story saa iko very unclear. If umeifuata vizuri. By then mimi sifuati news ya Duta through Kenyan sources, na ifuata kutoka kwa website ya Vietnamese government. Huko ndo tu unaweza pata ukweli, na hiyo story iko unclear if alinyongwa. Ndio alikuwa nyongwa sijana saa 2:30 iko unclear. Na kama hii uongo tu ndo, hizi uongo na story mingi ndizo Duta amekuwa akikesi nazo pale kotini na kupeana different stories, then atanyongwa tu. Atanyongwa because vitu watu mnaongea huku ni tofauti na ile kitu Duta mwenyewe amepeana. Najua watu wampendi Lilian, najua watu wampendi Rish Kamunge, na mimi pia siwachukii na siwapendi, manake siwajui. But tusiekeleane lawama. Imagine sayeta Lilian ameweka account yake private. Lilian atembe, like imagine atembe sasa anapatana na watu wanaweza muumiza because watu wengine uchukulia vitu serious. Mnaweza kuwa mlikuwa mnafanya cloud chase mkitaja ni yeye, but some people took it very serious. Tukue careful pia. Unaona, this one is very sensitive. Kama hauko sure then usiseme hiyo kitu. Hata kuna Rish Kamunge, I know hao maagent wawili wanakuanga wakora, na hakuna watu wakora kama wanawake. Wanawake tunakuwa wakora sana. Lilian najua ni mkora, najua Rish Kamunge ni mkora, but are you guys sure? Sai Lilian akienda awashtaki, are you sure you can provide the evidence that yeye ndo alipeleka msichana Vietnam? And if yeye ndo alimpeleka, msichana alisema amepelekwa na Lilian. Sasa alisema amepelekwa na John. How did John turn to Lilian? Hiyo kitu ina make sense. TikTok inaweza kuharibia jina bure. Mimi sikukuja na huyu mwanamke Lilian, but a lot of people nimesikia wakitestify that Lilian ni one of the best. Hakuna agent mzuri, but ni one of the best wenye wanajaribingi sana kukosa kukula pesa ya watu ama kusaidia. Ako rude, but ni mzuri sana ikifika ni upande wa kupea mtu kazi. So mimi siwezi sema ni yeye alipeleka Duta, na pia siwezi mtetea. Maze tukue sure kitu tunaongea. Hii story ya Duta, hata Vietnamese government ingekuwa inafuata tu story za Wakenya, huyu msichana angekuwa amenyongwa kitambo sana. Juu sisi tuko rude,
uongo mingi na pia hatukubalingi ukweli. By the way, unajua Kenya hatujazoea hizi sheria za watu kunyongwa. Watu kunyongwa ni sheria zinafanyika nchi zingine. Sisi Kenya tumezoea mtu anafungwa maisha, kesho tunamuona. Kama jana nimesikia Makezi ameonekana na bibia wenyewe. The other day niliona Joy Irungu ameposti TikTok na huyu jamaa anafaa kuwa ndani juu aliua mtu. Sisi wa Kenya tumezoea tu shortcuts. Kitu kidogo hiyo kesi tufunge. Kuna inji hazijui kitu kidogo, kuna inji zimetia sheria. Zimetake serious sheria zao. Kuna inji kunyonga mtu haikuangi issue juu ameviolate na ni kitu inafanyika. Lakini ni Kenya tumechukulia ni kama kitu kikubwa. Juu hatujazoea sheria kali hivyo, tumezoea sheria za shortcut, tumezoea sheria zenye ziko unclear. Tumezoea sheria za ingia kwa mfuko toa kitu kidogo, hiyo kesi tunasahau, which is very bad. Very bad. Wakenya tunafaa tukue na president mwenye atatukanyangisha kwa line hivi ikifika ni mkondo wa sheria. Ndo at least tujue vitu zingine zina exist in life. Tuachange na Wakenya hatupendi kukubali ukweli. For God's sake, Duta alishikwa na madawa. What's so hard kukubali yes alikuwa na madawa ndio story ishe. Because ukisha kubali alikuwa na madawa, alikuwa nazo ni ukweli ya kuwekelewa, video iko pale. Ukisha kubali ni rahisi sana hata kuprocess, hata kuomba Mungu, hata kumuombea msamaha. Ni rahisi sana. But watu wengine mnatoka kwa media, mko na stories zingine, mnatusi president, mnaongea vibaya because amjamini the fact that Duta alikuwa na nini na madawa, because tunaamini aje Wakenya ni watakatifu. Unajua na Biblia imesema hii mkono ifai kutetea hii mkono ingine. Sasa I don't know, hii story ya Duta iko complicated sana. No wonder hata government wameshindwa. Ni tumuombe tu tusipewe bad news. Mtu asikudanganya ati ilisongeshwa hadi mwezi wa 6. No, story ya Duta kunyongwa iko unclear. Vietnam walikataa kujibu, akajibu venye walijibu, na ile kujibu ilikuwa kudeny. Story yake kunyongwa sasa iko very unclear. So tunafaa hata tunaomba Mungu asaidie iletwe good news than ile news tuna expect. Hii mambo sasa ya kupoint blame, sasa tuweke life ya mwanamke mwingine pale in danger, it's not helping. Sasa Lilian hata atembei. Ako tu mahali hivi amejificha, mnaweza muattack anywhere. It's not nice guys. It's not nice. Duta, our focus ni Duta. Tuache lose focus. Sasa tunafaa kuwa tunaulizana jana alinyongwa ama kulienda aje. Maana hiyo ni kitu Vietnamese government hawajatuambia na hawajajibu calls za ma politicians wetu tena. Na pia ma politicians wenyewe hatujui kama walikuwa na script story zao ama ni ukweli waliweza ku reach out. Hatujui. Tuko kwa giza na nyinyi mko hapo mnarushiana blame ati ni huyu.